Kwa hiyo Mwijaku watch wa back. Mimi ni kiumbe kingine kabisa. Hasa moja kati ya mada kubwa sana ambazo zinaendelea mitandaoni sasa hivi ni pamoja na ugonjwa wa Mkubwa Fella ambao umeibua comment za wadau wengi sana baada ya mke wake kujitokeza hadharani na kuzungumza kwamba hali ya mume wake ni mbaya, lakini kumekuwa na ushirikiano mdogo sana kutoka kwa hawa ambao alikuwa pamoja nao katika sakata zima la biashara ya muziki. Hasa kama tunavyofahamu, Mkubwa Fella ni moja kati ya icon wakubwa sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava tangia kuanzishwa kwa muziki huu na mpaka leo hii. Tumeona watu kibao wamepitia kwake, yakiwemo makundi kibao kama TMK ya Moto Bendi na majina mengine ya wasanii kibao ambao wamepita mikononi mwa Mkubwa Fella, ambapo alifikia mpaka hatua kama ametengeneza rebo yake ambayo alikuwa anaiita Mkubwa na Wanawe. Sasa kila mtu anazungumza lake, na as we all know that Mkubwa Fella alikuwa ni moja kati ya manager wa Diamond Platnumz na lebo ya WCB, kitu ambacho kinaonyesha kwamba Mkubwa Fella alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wapo karibu na lebo nzima ya WCB au kampuni nzima ya Wasafi. Sasa watu walitegemea kwenye kipindi kama hiki hapa cha majanga ambacho anakipitia, basi Diamond Platnumz angekuwa mstari wa mbele kuonyesha kumsaidia Mkubwa Fella, lakini kitu ambacho kimeonekana kuwa tofauti. Hasa Mwemba Baton ama Mwijaku ni moja kati ya watu ambao wamejitokeza front kuzungumza hili swala kwamba Diamond Platnumz anachokifanya kwa Mkubwa Fella sio sawa na sio mapenzi ya Mungu, kwa sababu ukitaja moja kati ya watu ambao wamechangia kwenye kufanikiwa kwa lebo yako nzima ya WCB, lakini pia kwenye kufanikiwa kwa kampuni yako ya Wasafi, Mkubwa Fella huwezi kumtoa. Na how comes leo hii Mkubwa Fella amepata shida, mke wake anasema kwamba wanakupigia simu haupokei au hauonyeshi ushirikiano kabisa, kama umejivuta hivi pembeni na kumute, kitu ambacho si sawa kibinadamu. Leo imemkuta yeye, lakini kesho itakuwa zamu yako, na huenda ukahitaji msaada wa mtu mwingine hata kama sio yeye ambaye leo hii anahitaji msaada wako. Mjadala umekuwa mrefu sana, na Dudu Baya aka Konki Master ni moja kati ya watu ambao pia wamelizungumzia suala hilo la Mkubwa Fella kuumwa na kuhitaji msaada. Na kwa upande wa Dudu Baya, yeye alisema kwamba mambo ambayo Mkubwa Fella amewatendea watu ambao wamepita mikononi mwake ni mazito na ni machafu kiasi kwamba hao watu ambao aliwafanyia hivyo vitu ni kama laana sasa inamrudia yeye kwa dhuluma na unyang'anyi ambao waliufanya kwa watu hao, akiwemo Chege, Aslay, TMK halisi, akina Juma Nature na watu wengine kibao ambao walishawahi kupita mikononi mwake. Sasa kwa taarifa zake ni kwamba aliwafanyia unyama, na kwa matendo ambayo aliwafanyia hawawezi kuthubutu kunyanyua mguu wao kwenda kumuona Mkubwa Fella au hata kutoa kiasi chao chochote cha fedha kumsaidia mtu huyo, kwa sababu aliwafanyia ukatili. Sasa baadaye, baada ya interview hiyo ambayo Dudu Baya aka Konki Master aliifanya, Mwijaku wa Mwemba Baton akawa ameibuka tena kumjibu Konki Master kwamba anakosea, na hili ni swala la kibinadamu ambapo atakiwi kuhamasisha watu wamkane jamaa. Lakini bwana, huu ni ujumbe wako Dudu Baya. Huna adabu, huna staha, huna miiko wala mila za Kiafrika. Sisi wa Tanzania, sisi wa Afrika, sisi binadamu wenye hofu ya Mungu tuna kitu kinaitwa mswamaha na kutakiana kheri. Hupaswi kumzungumzia vibaya Mkubwa Fella, hupaswi kumtakia mabaya Mkubwa Fella. Yapo mazuri ameyafanya, hakuna binadamu ambaye mkamilifu chini ya jua hili. Wapo wengine wamekosea na wapo wengine wamefanya vizuri, lakini usimhukumu mtu kwa kile alichokifanya. Wewe sio Mungu. Hupaswi kumnenea maneno ya hovyo Mkubwa Fella. Mtu yuko kitandani anapambania afya yake, eti aliwahi kuwabania watu. Riziki inapangwa na Mungu. Ukiona riziki kwako imeondoka, jua ni Mungu amepanga riziki iondoke. Hakuna binadamu anaweza kuzuia riziki ya kwako hapa chini ya jua, hakuna wala hatotokea. Acha kuongea maneno ya kifedhuri. Wewe hujakosea. Mambo mangapi umefanya mabaya? Umetuharibia watoto wetu, uliharibu maisha yako kwa kuingiza kwenye vilevi, kula madawa ya kulevya, kunywa kuvuta mabange. Uliingia huko na uliharibu maisha yako wewe huko. Sasa hivi kila mtu unamuona mbaya kwenye maisha yako, kila mtu unamuona wewe kwako hafai. My brother, put some respect, put some respect. Maisha yapo hivyo, utashindwa kuzikwa, utashindwa kusaidika, utashindwa hata kupata mtu kuja kujulia hali.
Mambo yamekuwa mengi sana na muda naona kama hautoshi, lakini baadaye tena Konki Master alikuja akaibuka kumjibu Mwijaku kwamba yeye ni mtoto mdogo sana kwake, na ni kweli. Watu ambao wanastahili kutoa maoni au kusema chochote kuhusiana na hiki ambacho yeye alikizungumza kwenye interview yake ile akisema mabaya ya Mkubwa Fella ni wale ambao walikuwepo kwenye industry kipindi hicho cha nyuma, kina Salama Jabel, wale watangazaji wa Clouds wa kipindi hicho, na watu wengine ambao walikuwepo kwenye sakata toka kipindi hicho, sio Mwijaku. Yeye amekuja juzi tu, na NB baadaye akamalizia kwamba atakuja amtie makofi. Yao ni kiki. Jambo linatokea, nataka apite nalo ili ya trend. Nilishawaonya, kuna wimbo wangu mmoja unaitwa Siwezi Kusepa. Nasema hivi, ukitaka umaarufu utaupata kwa maumivu. Ukitaka umaarufu utaupata kwa maumivu. Huo wimbo unaitwa Siwezi Kusepa. Ukitaka umaarufu kupitia mimi utaupata kwa maumivu. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo watu ambao wanamfahamu huyu Konki Master anachokizungumza anamaanisha. Watu kibao washalambwa makofi na huyo mshikaji. So hii ni warning au onyo kwa Mwemba Baton Mwijaku, ajiangalie tu kwa sababu huyu jamaa atampoteza. Mimi ni the baddest boy in in town, na hii hapa ni Landlord TV. Kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na sisi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kwa kufanya hivyo unakuwa umesupport kazi yetu big time. Bye bye.